Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza tulipata taarifa za kuwepo kwa mlipuko mkubwa uliojitokeza katika eneo hili ambalo ni eneo la Sawa ya Juu katika kata ya Lwanima wilayani Nyamagana, kwenye kibanda cha kahawa ambacho ni mali ya mtu aitwaye Daudi Joseph Baraka. Hiki ni kibanda ambacho hutoa huduma za kinywaji cha kahawa alfajiri kabla watu hawajaingia kwenye majukumu yao ya kila siku. Muda huo nilioutaja alifika mtu mmoja aitwaye Marco Msenyele Mfumadiru, jina maarufu anaitwa Shija. Umri wake ni miaka 52, ni Msukuma. Kazi yake ni kupasua mawe. Kazi yake ni upasuaji wa mawe kwa kutumia vifaa kama nondo na mashoka, lakini wakati mwingine hutumia baruti ambazo hulipua kwa njia za kienyeji. Mtu huyo anaishi maeneo ya Lwanima na hulipua mawe katika maeneo haya ya Lwanima, ambapo eneo hili lina maeneo ya mawe mengi na ni kazi yake ya kila siku ambayo humuingizia kipato kwa ajili ya kusafisha viwanja kabla ya ujenzi. Alipofika katika kibanda hicho, alikuwa amebeba kibegi kidogo cha mgongoni ambacho hutumia kuhifadhia vifaa vya kufanyia kazi, na akiwa pamoja na wenzake walianza kunywa kahawa huku wakiendelea na mazungumzo. Ghafla katika huo muda nilioutaja ulitokea mlipuko mkubwa uliosababisha kifo cha Marco Msenyele Mfumadiru, jina maarufu Shija, ambaye alifariki dunia hapo hapo kutokana na huo mlipuko mkubwa. Na baada ya kuwa amefariki, ilikuja kuonekana kwamba miguu, mikono, tumbo, kiuno vilikuwa vimeharibika vibaya, na kama nilivyosema alipoteza maisha hapo hapo. Katika tukio hilo walipatikana majeruhi ambao ni jumla ya majeruhi 7. Majeruhi hao kwa majina wametambuliwa kuwa ni Daudi Joseph Baraka, ana miaka 54. Huyu ni muuza kahawa na mmiliki wa kibanda hicho cha kahawa, ambaye kwa sasa anatibiwa katika hospitali ya Butimba. Anaendelea kupata matibabu kule, hali yake sio mbaya. Wa pili ni Emmanuel Ruhangwa Joseph. Huyu ana umri wa miaka 40, mkazi wa Sawa. Kazi yake huyu ni fundi ujenzi. Huyu hali yake sio nzuri, amepata huduma ya kwanza, sasa hivi amehamishiwa katika hospitali ya Bugando kwa ajili ya matibabu zaidi. Wa tatu ni Yusuf Rajabu Nasoro, miaka 20, mkazi wa Sawa. Kazi yake pia ni fundi ujenzi. Huyu anaenda kupata matibabu katika hospitali ya Nyamagana Butimba. Wa nne ni Zawadi Simon Ndokeji, miaka 27. Huyu kazi yake ni mamalishe katika vibanda hivi vilivyokuwa kama eneo hili. Makazi yake pia ni Sawa ya Juu, naye anapata matibabu pale Butimba hospitali. Wa tano ni James Hussein, miaka 33. Huyu ni fundi ujenzi, makao yake ni Sawa ya Juu. Wa sita ni Joseph Mayagigwa Engelbert, miaka 22, makao yake ni Sawa ya Juu, naye hali yake sio mbaya, anaenda kupata matibabu. Wa saba ni Marco Mahunge Chandanoba, miaka 45. Kazi yake huyu ni sawa na ya huyu marehemu. Kazi yake ni kupasua mawe kwa njia hizo nilizozisema, naye hali yake sio mbaya, anaenda kupata matibabu katika hospitali hiyo. Chanzo cha tukio hilo ni uzembe katika utunzaji wa hizo baruti, kwa sababu marehemu ambaye alikuwa na kibegi ambacho inaonyesha kilikuwa na hiyo milipuko alikaa nacho